Katika hii video tutaangalia jinsi ya kuadi enemy behavior. Kwa kitu cha mwanzo utaenda kwenye folder la script, right click, create script, rename enemy, double click, itafunguka. Ta clear zile method ambazo zinakuja automatic. Then utaenda kwenye Unity, ikimaliza kucompile select enemy. Ili kuiattach script kwenye game object, una select object yenyewe, then unakuja kuiselect script kwa kubonyeza left click, uachi, una hold, alafu una move ile script kwenye upande wa inspector. Au unaweza ukachukua hii enemy script ukaiattach hapa direct. Ukifanya hivi vote ita attach script. Hapa tumeattach mara mbili, hii tunaiondosha, una left click, remove component. Kumove object kama mwanzo tulivyoangalia, tuna move kupitia transform. Kwa hii tabia ya enemy tunataka iwe ina move, ikifika huko chini itokee juu tena huko. Kwa bila kupoteza muda, fungue script yetu. Okay. Kwa kitu cha mwanzo tutaweka update for private update. Hii ni method ambayo imo ndani ya Unity, automatic imekuwa ishaandikwa. Kama tunavyokumbuka, kwanza method inaanza na private modifier au public, alafu ina return kitu gani? Hii void hai return kitu. Jina la method, tunafungua hizi punctuation, fungua na kufunga, alafu mwisho tunafungua hizi curly bracket. Bonyeza enter itakuja huku. Kwa hii update inaitwa yani mara kwa mara. Inaitwa mara kwa mara. Kwa kitu cha mwanzo, ili kuimove hiyo object tutasema transform. Sasa hivi tutatumia method nyingine inaitwa translate. Hii ina move object kupitia parameter ya vector 3. Kwa hapa tutasema vector 3 dot down, kwa sababu tunataka ule enemy ashuke chini. Katika video, kwa kuondosha frame rate na time dot delta time. Lakini tukiacha hivi, nafunga na semicolon. Tukiacha hivi kwamba hii enemy itakuwa ina move polepole sana. Ili kuweka speed, na specify speed yetu private float speed, ili kuweza kuibadilisha kule kwenye editor, na ikai variable serialize field. Bonyeza tab, automatic inajijaza yenyewe. Kuna kitu hapa kidogo kinasumbua, unaona kama ukiandika Visual Studio inaleta suggestion. Ili kuondosha ile istukere, naenda kwenye tool option, unakuja hapa kwenye IntelliCode, utashuka chini, ani okay, kwenye text editor mesao, alafu huku ndo unakuja kwenye IntelliCode. Kwenye general hapa na set manual inline suggestion.
Kwa tukiweka manual sasa hivi itakuwa haitusumbui tena. Save hapo, control S. Alafu hapa tunakuja kwenye Unity. Baada ya kusave na specify speed dakika 3, hit play. Tunaona enemy ana move lakini kama ka rotate, yani kapinduka hivi. Kwa nini? Ukistop kuplay, mselect enemy, kuna kitu kinaitwa constraint. Kwa ukija kwenye constraint tunatakiwa tu freeze rotation kwenye x, y na z, ili kama atagongana na enemy na player asi rotate. Lakini tunaona kwamba enemy ikipita kwenye mwisho kamera inavyoona, arudi juu tena, anaenda chini moja kwa moja. Kwa kuthibitisha hivyo, tukiselect huku alafu kaja huku kwenye scene ukabonyeza F, ukishikilia F, kwamba huku tunaona enemy baadaye anashuka chini huko kwenye -3, kwa anaenda chini to infinity. Kitu gani sasa tunatakiwa kufanya? Tunakuja tena huku, nasema hapa if kama transform dot position dot y, ija tena kwenye editor, tukimselect enemy ukabonyeza F, alafu ka zoom out, tuangalie wapi tunataka kifika enemy, turudishe juu tena. Kwa hiyo kwenye fanye kwenye -9 au vipi, au 8.8. Kwa tunataka akifika hapa arudi tena juu kama ka teleport. Kwa kufanya hivyo, kwa tunasema y, position ya y, value ya y ikiwa less than 80.9 f, ikifika hapo tunataka tumrudishe juu tena enemy. Kwa kuweza kumrudisha tuna access transform position, then tuna create new vector, vector 3, new, tuna initialize vector 3 au kama nilivyokuambia transform ni vector 3. Kuhakikisha hivyo, maana yake hii transform kwenye position ina x, y na z. Ni kutokana hii ni 2D, z hatuigusi. Kwa hapo nasema ikifika chini kule kwenye minus, pale nimesahau ni -80, tunatakiwa tumlete anze kutokeza labda kuanzia hapa. Kwa value ya y tutaset value mpya ya y itakuwa 3.9. Kwa x tutasema transform with position dot x, yani value ya y tunaiacha kama ya x tunaiacha kama ilivyo, ya y ndio tumesema 3.9 f, na z kwa sababu hii ni 2D tunaweka 0. Save, compile, okay, to play tena. Okay, naona sasa hivi inatokeza, lakini kuna kitu naona kwamba speed inazidi kuongezeka. Kwa nini?
stop, select enemy, ija huku kwenye rigboard component tutaona kuna option inasema use gravity. Kwa object ikiwa inaanguka kawaida, kama haijafika chini, manake gravity inaongezeka. Kwa speed velocity ile inaongezeka. Kwa hiyo manake kwamba kama haigusi kitu inaonyesha kwamba bado iko kwenye free fall. Kwa speed inaongezeka, ndio maana unaona inaongezeka ile mara kwa mara. Kwa kuondosha hivyo, sababu sasa hivi tunaimove object kupitia script, hatutaki tena kuimove kupitia gravity. Kwa hiyo unselect your gravity, save, then hit play. Okay, sasa hivi tuisubiri ikifika chini itaongezeka speed. Iongezeke, naiona speed ni ile ile. Lakini speed inaona iko ndogo sana. Kumbuka kwamba ili speed iongezeke kuna time na speed tulipo create pale. Speed hiyo ukija huko tena play, ongeza speed hapo. Left click, peleka mouse upande wa kulia, speed inaongezeka. Utaangalia speed gani ambayo wewe unataka umeridhika nayo. Lakini jua kwamba ukibadilisha hapa kwenye play mode, unachokibadilisha hapa hakiwi saved. Utaiangalia speed yako kama utacopy kabisa, alafu ukistop kuplay speed itarudi kama mwanzo. Kwa hiyo unakuja una paste hapa, una save. Kwa hii ni behavior ya mwanzo, ambayo hii ni kumove na pia kuteleport object ikifika chini ikipotea kwenye screen.